Pigie Yesu makofi. Fungua kitabu cha Waebrania. Fungua kitabu cha Waebrania 11. Usikae. Please, usikae. Simama. Waebrania, can you bring my Bible? Waebrania 11 verse 1. Hebrews 11:1. Kuna mtu amesoma kosa, umeipata? Waebrania 11 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, Andikwaje? Basi imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Rudia tena. Basi imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hebu tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Turudie tena. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Father God, we thank you for this word that you given us. Father, we glorify for this opportunity of learning. Baba, we welcome your presence of manifest in their minds, in their hearts, in their spirits. Father, without you, nothing we do here. We need your presence. Father, welcome. Amen. Tuketi. Biblia imeandikwa kwenye kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza ya kuwa nini? Basi imani ni kuwa na nini? Na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikufundishe the power of thanksgiving, nguvu ya shukrani katika ulimwengu wa roho. The power of thanksgiving. Jirani, sema jirani. Sababishe baba leo aende rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukrani ni matarajio ya majibu ya muombaji. Wangapi huwa wanaomba? Wangapi huwa ni wahitaji? Wangapi huwa wanatafuta kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza hii. Shukrani ni matarajio ya majibu ya muombaji. Yaani baada ya muombaji kujibiwa, moyo wake hujawa na shukrani. Hivyo ndani ya majibu kuna shukrani. Amen. 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 Narudia tena. Shukrani ni matarajio, ni kitu anachotarajia mtu au ni kitu anachotarajia muombaji. Amen. Baada ya nini? Ya maombi. Yaani baada ya kujibiwa, moyo wa muombaji unajawa na shukrani automatic. Amen. 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 Kwa hiyo ndani ya majibu kuna nini? Kuna shukrani. Ile shukrani hatuitafuti, hatusemi sasa ngoja niamue kushukuru. But it automatic. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mzee wangu, kipi ambacho kimekufanya uje umshukuru Mungu? Uliamua tu baada ya uponyaji. Amen. Yaani baada ya majibu. Mpigie Yesu makofi. Amen. Manake shukrani inakuja automatic. Amen. Amen. Inside of you, after answer, baada ya majibu, hii shukrani inakuja, inaibuka yenyewe, inatokea tu.
Nataka nikupe kodi hapo mwanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aha. Hujaona shukrani. Kumbuka hapo awali niliwahi kusema kwamba makusudi ya maombi ni majibu. Tunapaswa kuelewa eneo la majibu, hivyo ndani ya majibu yoyote kuna shukrani. So kama ndani ya majibu kuna shukrani, manake nini? Ndani ya shukrani kuna majibu. Amen. Hujanielewa? Nasema hivi, ikiwa shukrani inakuja baada ya mtu kupokea jibu, nini kinatokea kwenye ulimwengu wa roho? Kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho, manake shukrani imeambatana na majibu. Kwa kama nikiwa kwenye rem ya shukrani, manake niko kwenye rem ya majibu. Amen. Amen. Kuna mtu bado hajanielewa? Mwambie jirani, umemwelewa hapo? Nisikilize, ninachokisema ni hivi. Kwenye ulimwengu wa roho, tunaposhukuru, tunashukuru kwa sababu ya kitu kilichofanyika. Hatuigizi kushukuru. Shukrani sio kwa ajili ya kuigiza, kwamba let me show people kwamba Mungu amenifanyia alafu Mungu hajafanya. Shukrani yako ile inakuwa ya uongo. Maana yake mtu anemshukuru Mungu, kuna kitu kimefanyika, na kilichofanyika ndicho kimesababisha ku open shukrani. Hello? Kimeimanifesti shukrani. Wangapi wameshafanywa surprise? Surprise. Wangapi wamefanywa surprise hapa? Ukapewa zawadi. Yani zawadi tu, yani ambayo hukuitegemea. Ulijikuta unasema asante. Hey jamani. Amen. Unakuwa shocked. Amen. Sema amen. Unasema asante. Ile asante imekuja automatic baadaye wewe kupokea kitu. Amen. Kwa you can never, huwezi kuiweka mbali shukrani kwenye majibu. Amen. Hauwezi ukavitenganisha vitu viwili hivi, majibu pamoja na nini? Na shukrani. Amen. Can I go deeper please? Hauwezi ukavitenganisha vitu viwili, majibu na shukrani. So take it. Wewe muombaje? Ukiona unatamani kupata kitu, unatamani kujibiwa, learn more about Thanksgiving. Amen. Thank you. Jifunze sana, au kaa kwenye reni ya shukrani sana, automatic unakupa kwenye majibu yako. Amen. Kwa sababu pale ambapo mtu anapokea majibu tu, shukrani na pia hakuiita. Amen. So ukiwa na moyo wa shukrani, manake automatic you take yourself in the spirit, in the realm of answers. Unakuwepo kwenye reni ya majibu automatic. You don't need to say Father, unipe 1, 2, 3. Manake utakuwepo kwenye ile reni tayari. Kwa sababu there is no asante without kitu. Amen. Hapana asante bila kitu. Amen. Kwa manake Thanksgiving is a key of your answer. Amen. 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 Ni ufunguo nini wa jibu lako. Amen. Amen. Wewe nikusomea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Shukrani ni mbinu rahisi katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni mbinu rahisi katika maombi ya kupokea majibu ya maombi kwa kuomba kwa kutumia shukrani. Nataka uelewe vizuri kuhusiana na hii mbinu. Ziko sababu nyingi za kiroho zinazofundishwa kwa waombaji au wahitaji. Ziko sababu nyingi zinazofundishwa kwa waombaji au wahitaji kuhusiana na wao kupokea mahitaji yao
kama kuhudhuria ibada sana, kufunga na kuomba na vitu vingine, kutoa sadaka, ambavyo watumishi wa Mungu wamekuwa wakivifundisha kwa wahitaji au waombaji. Hapa tunapata kuelewa katika vitu hivi vyote tunapata kitu kimoja kinachotafutwa ili mtu kujibiwa maombi, nacho ni ibada au utukufu wa Mungu. Kwa hiyo maombi yapo ndani ya utukufu wa Mungu, yaani Mungu kupokea sifa na ibada. Sasa basi, shukrani ni tendo la imani. Tunarudi kule kwenye Waebrania. Shukrani ni tendo la nini? La imani. Shukrani ni tendo la imani na tendo la ibada. Sasa basi, shukrani ni tendo la imani na tendo la nini? La ibada, linalotengeneza utukufu. Hivyo tambua kitu kimoja katika kupata majibu ya maombi yako. Kinachotafutwa katika maombi yako ni utukufu, ili ujibiwe, yaani zile sifa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni kitabu ambacho nimekiandika mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Mungu anatafuta ibada au anatafuta sifa. Mimi kusoma siwezi, ngoja niwaambie. Sema amen. Haleluya. Mungu anatafuta sifa ama ibada ndani ya moyo wako. Amen. Ili kufanya kitu. Amen. Let me tell you something. Tatizo ni platform au formula ya kutengeneza utukufu. Naweza kwenda ndani zaidi? Amen. Wangapi wako tayari niende? Huku au kule? Amen. Kwenye ulimwengu wa roho, tatizo linapokuja kwenye maisha ya mtu, linakuja limefungamanishwa na password. Zile password ndizo mbinu za maombi. Kuna mtu akanielewa? Tatizo linapokuja ndani yake, la granos kite paranos, ili litoke ile tatizo kwenye maisha yako, ziko password ambazo unatakiwa uziplace pale ili tatizo liondoke. Hizo password kwa lugha nyingine ni mbinu za maombi au ni namna za kuondoa tatizo liondoke. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So shukrani ni moja ya mbinu inayoliondoa tatizo bila kutumia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tatizo linapokuja linakuja na mbinu ya lenyewe kuondoka. So shukrani ndani yake ni mbinu rahisi ambayo inasababisha utukufu. Kwa tatizo huwa likai kwenye utukufu wa Mungu. Amen. 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 Mimi naongea na watu hapa. Amen. Uko hapa umeenda nyumbani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tatizo ili liwepo kwenye maisha yako linapalenga mahali penye giza. Amen. Amen. Narudia tena. Utendaji kazi wa shetani unatafuta mahali penye giza ili ufunction. Utendaji kazi wa shetani unaitwa dark powers au nguvu ya nini? Ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nguvu ya giza haifanyi kazi kwenye nuru, ila nguvu ya giza inafanya kazi kwenye giza. So mahali popote penye giza patakuwa pana utendaji kazi wa nini? Wa giza. So utendaji kazi wa nguvu ya giza ndo uchawi, magonjwa, matatizo, kuachwa, kuachika na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Maanake kwenye ulimwengu wa roho, katika vitu vyote hivi vitakuwepo kulingana na ukosefu wa utukufu wa Mungu mahali pale. Unanielewa? Utukufu wa Mungu ukikosekanika kwenye eneo lako, tatizo linazaliwa. Ni sawa na mahali ambapo majani yanaota kwenye nini? Kwenye unyevunyevu, si ndio? Kwenye mbolea, mvua imenyesha, mahali paliposaulika, majani yanafanya nini? Ili magugu yasitembee na ngano, natakiwa yawajue pia. Sema amen. Amen. Kwa maana yake giza likiwepo tu kidogo, kuna vitu vitatokea. Kwa lugha nyingine, Mungu akiwa anatafuta utukufu ataruhusu tatizo, kwa sababu tatizo ndani yake limebeba nini? Amen. 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 Umenielewa sasa? Amen.
Narudi tena, shukrani imebeba utukufu wa Mungu automatic. Itakapokuja, sikiliza, wewe hitaji lako linaumiza. Hitaji lako manake liko gizani. Majibu ya maombi yako, yani kile kitu unachokihitaji, your situation is in the darkness. Amen. Yani situation yako iko ndani ya giza. Yani uko ndani ya giza. This time nikwambia, utaniambia vitu vyote ambavyo si mapando ya Baba yetu aliye mbinguni. Utaniambia yanafanya biashara ila sio ni faida, nafanya kazi ila sio ni faida. Sasa Mungu hanaga faida? Kuna kamkono ka mtu kanachukua faida yako. Manake there is a functionality of the darkness, of the dark power. Hello? Amen. Sema amen. Kuna utendaji kazi wa nini? Wa nguvu ya giza. Kwa manake, kwa lugha nyingine, vitu vyote visivyoenda sawa vimekosa utukufu. Amen. Wewe, the reason why unakuja kanisani alafu na matatizo yako yanakimbia ni kwa sababu umekuja kuungana maanisho na nini? Na utukufu. Easy. Hakuna mtu bado hajanielewa. Kwa nini ukiombewa na mtumishi unapokea majibu? Ni kwa sababu gani? Utukufu. Mwambie yanako utukufu. Utukufu. Utukufu utakapoapia, it's like a lightness in the darkness. Kwa utendaji kazi wa nguvu ya giza hauwezi kukaa kwenye nuru. Nuru itakapoapia, giza linakimbia. Kwa utendaji kazi wa shetani hautaendelea kwenye maisha kwako. Amen. Haimaanishi kwamba shetani hata kuwepo. Atakuwepo ila atashindwa kuingia kwako, ataingia mahali penye giza. Sema amen. Amen. Naweza kwenda ndani zaidi au unasinzia. Bwana Yesu asifiwe sana. So, kwenye ulimwengu wa roho tunapozungumzia shukrani, automatic imebeba utukufu. Kwa hiyo tatizo lolote ambalo wewe ulitakiwa kumwomba Mungu, mfano unapewa mbinu za kuomba, si ndio? Kwamba tatizo kama hili, fast. Fanya nini? Funga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo kama hili, funga. Tatizo kama hili, toa sadaka. Tatizo kama hili, kesha kanisani kwa maombi. Huyo wote wanaokuambia hivyo wanataka nini? Wewe utoke gizani uwepo nuruni, ili tatizo lisikae kwako. Mimi naongea na watu hapa. Amen. Amen. Kwa ukiona wewe shingo yako ni ngumu, unaambiwa nenda kanisani, umekaza hivi shingo. Shoga yangu. Shosti. Tunakwambia nenda kanisani, mambo yako hayapendezi. Dada, nenda kanisani. Kaka, ukiona unaambiwa uende kanisani, sio kwa sababu wao wanataka sadaka. Hata sadaka zenyewe hizo zinatengeneza maisha yao. Do you know? Manake kwenye utukufu pana majibu, pana utendaji kazi wa Mungu. Functionality of God is in the lightness. Amen. Ndani ya nuru ndo kuna utendaji kazi wa nini? Wa Mungu. Kwa hiyo pasipo na nuru, pasipo na utukufu. Nuru ni utukufu. Mwambie yangu, nuru ni utukufu. Utukufu kama nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapoapia au angels wanapoapia, Roho Mtakatifu anapoapia, nuru inaongezeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake hapo utendaji kazi wa nguvu ya Mungu utaanza kufanya kazi. Waliokuwa wana magonjwa, waliokuwa na mateso, waliokuwa na maumivu yanawaachia, kwa sababu nguvu ya Mungu imeshaingia wapi? Kwenye ile eneo. Pigia Yesu makofi. Kwa lugha nyingine, shukrani imebeba moja kwa moja utukufu. Nataka niende lakini kuna watu nawaacha. Nasema hivi, shukrani imebeba nini? Utukufu. Kwa moja kwa moja utakapomshukuru Mungu kabla ya kuomba kile ulichokuwa unakiomba, maana yake umekaribisha utukufu uliokuwa kwenye. Ngoja nirudi huko ili nielewe. Kwa nini nasema tatizo limebeba utukufu?
Mungu huwa anataka heshima yake kwa shetani. Mungu huwa anataka amwonyeshe shetani yeye ni mkubwa kuliko vitatizo anavyovileta kwa watu wake. Unanielewa? Huko mtanielewa? Mungu huwa anataka amwonyeshe shetani kuwa I'm bigger than your problems. Amen. Kwa nini ambacho kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho? Lile tatizo litaruhusiwa ili utukufu wa Mungu uinuke kutoka kwenye lile tatizo. Amen. Amen. Umeelewa? Amen. Ili Mungu atukuzwe kwenye hilo tatizo. Shetani aone kwamba shetani atajitahidi sana kulionyesha lile tatizo ni gumu au ni zito kuliko Mungu. Ndio maana kuna kipindi unabanwa mpaka unaona Mungu hayupo. Ni jitihada za nani? Za shetani. Amuonyeshe Mungu tatizo langu ni kubwa kwa mtu wako kuliko utukufu wako. Halo? Amen. Na wewe wakati ule unamsahau Mungu, unaanza kulia. But let me tell you something. When utakapotafuta utukufu wa Mungu kwenye hilo tatizo, hakuna giza totoro kwenye nuru, hata ikiwa hivi. In the moment umetafuta kamwangaza kadogo, hata kama giza lilikuwa nene kiasi gani, nuru itaonekana. Amen. 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 Tatizo lako wewe huwazi kama kuna utendaji kazi wa Mungu au kuna uweza wa Mungu kwenye shida, ila unaona shida kwenye shida. Unaona tatizo kwenye tatizo. Hello. Sio rahisi sana kutoka kwenye tatizo ukiwa unaliwaza tatizo, ila ni rahisi sana kutoka kwenye tatizo ukiwa unawaza ushindi kwenye tatizo. Itakuwa ngumu sana, narudia tena, itakuwa ni ngumu sana kutoka kwenye tatizo ukiwa unawaza ukubwa wa tatizo, lakini rahisi sana kutoka kwenye tatizo ukiwa unawaza ushindi wa tatizo lako. Piga Yesu makofi. In the spirit realm, shukrani inaenda beyond tatizo. Ndio maana Waebrania imeandikwaje? Basi imani ni kuwa na uhakika. Kuwa na uhakika. Nataka nikufundishe kuhusiana na namna gani unaweza kuwa na hakika. Hapa ndipo kwenye kipengele kigumu sana, mtu kuwa na hakika kwenye matatizo kwamba nitatoka tu. Ila wengi kwenye tatizo wao wanasema hapa sitoboi. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukrani ni tendo la imani. Tendo la imani maana yake ni tendo la uhakika na tendo la matarajio fulani. Hapo mwanzo nisema shukrani nini? Ni matarajio ya nini? Ya majibu ya muombaji. Kwa lugha nyingine, shukrani ni tendo la imani lenye hakika ya nini unashukuru. Amen. Amen. Tingishe jirani yako, mwambie upo. Upo. Mwambie jaa na Roho Mtakatifu. Ukijaa Roho Mtakatifu usinzie. Mwambie pokea nguvu hiyo. Mshike mkono, mwambie pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa lugha nyingine, tatizo ndani yake lina utukufu. Kwa shukrani ni tendo la imani lenye hakika. Amen. Mfano. Piga Yesu makofi. Mfano. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya tendo linalokuja. Sioga ni ngumu sana. Si tunashukuru, tunasema tunashukuru baada ya kitu kuja. Sasa inakuwaje mimi nimshukuru Mungu kwa kitu ambacho kinakuja? Hakipo. Hakika ni nini?
Hakika ni utoshelevu wa maarifa. Ili ukiwa na uhakika umeona au umesikia au unajua. Narudia tena. Ili uwe na hakika na kitu unachokifanya na tendo unalolifanya, kwanza unatakiwa umeona, umesikia, lakini pia unajua. Amen. Biblia imeandikwa, okay, ngoja niwalete huku. Warumi 10:17. Warumi 10:17. Jenananto bradiga ante. Let us read quickly. Warumi 10:17 imeandikwaje? Read it. Warumi 10:17 imeandikwaje? Neno la Mungu linasema, basi imani. Basi sikia hapo. Basi imani. Chanzo chake ni kusikia. Chanzo cha imani si tunasema ni kuwa na uhakika. Chanzo cha uhakika sasa ni kufanya nini? Ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa neno la Kristo. Nimekwambia ni maarifa. Sema amen. Maana yake tunakuwa na uhakika na maarifa. Halo. Tunakuwa na uhakika na nini? Na maarifa tulionayo. Hauwezi kuwa na imani pale ambapo maarifa yako hayapo. No. Kwa itakuwa ngumu sana kumshukuru Mungu kwa tendo linalokuja ikiwa huna uhakika na hilo tendo. Uhakika ni maarifa kwamba mbona Mungu alinifanyia huko nyuma makubwa zaidi ya haya. Mbona Mungu aliwahi kufanya kitu. Neno la Kristo sasa linaanza kuingia ndani yako. Neno la Kristo linaanza kujengeka ndani ya moyo wako kwamba in the Bible nimesoma kuna vitu vya ajabu, miracles and wonders ambazo Mungu amefanya kwa watu wengi. Je, vinafananishwa na hili? Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye imani pana uhakika sawasawa na neno la Kristo. Kiwango cha neno au cha maarifa ya kimungu kilicho ndani yako kinakupa hakika kwenye matendo yako. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Mungu analeta uhakika sawasawa na maarifa ulionayo, au anathibitisha tendo lako sawasawa na maarifa ulionayo. Inaongea na watu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So, mtu anayemshukuru Mungu anafanya tendo la imani, yaani tendo ambalo linakuja, kile kitu ambacho kinaenda kutokea. Unamwambia Mungu asante kwa sababu, mfano, wewe unahitaji nini kwani? Asante kwa sababu nina biashara yangu, si ndio? Asante. Sasa unamshukuru Mungu kabla biashara hiyo haijafika. Na unamshukuru Mungu ukiwa unashukuru kama mzee alivyoshukuru hapa. Mungu ana asante, ameshapokea tayari, lakini wewe unamshukuru kwa hakika, yaani kama tayari kipo. Amen. Sasa hilo tendo linakuwaje? Na hilo tendo ndilo lina manifest au linafunua kile kitu. Amen. Remember one thing. Kitu kimoja. Kumbuka. Unapopata akili ya kuomba, si wewe. Kuna mtu amekufunulia ndani. Amen. 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 Anaitwa Roho Mtakatifu. Amen. Amekufunulia ndani. Amen. Mimi nikwambie ukweli wanangu. Nawaambieni ukweli. Kuna mtu anaingia kwenye maombi hajui hata cha kuomba. Hajui chochote. Wewe ukiona once tu umejua unatakiwa kuomba nini? It's not you. Sio wewe. Amen. Kuna mtu amekufunulia ndani. Amen. So, hii itakupa nguvu ya kushukuru kwamba Mungu asante kwa sababu umeona mimi nastahili kuwa nacho. Kwa sababu ukipata fursa ya kuomba, opportunity ya kuomba hiyo ni opportunity ya majibu mwanangu. Haujanielewa? Anasema ukipata nafasi ya kuomba ya kupiga magoti, ni opportunity ya majibu yako. Amen. 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 Hiyo ni fursa ya majibu. Au nikwambia unaenda kubarikiwa sana. Haujanielewa? Kuna mtu bado nasema unaenda kubarikiwa sana. I'm a prophet, najua sikosei ninachosema. Unaenda kubarikiwa sana.
Unahitaji kitu kidogo tu ufanikiwe. Mwambie yangu kitu kidogo tu. Hujanielewa? Wewe unahitaji wewe ni kupush tu kidogo. Amen. Kama mlevi uende huko kwenye mafanikio yako. Amen. Paka umwambie Mungu, basi Mungu inatosha sasa. Baraka hizi zinatosha. Sema. Nikwambie kitu, kwa nini nasema hivyo? Ni wachache walio directed kwenye neema za kinabii. Wachache. Hata hawa Mungu alionipa ni wenyewe kweli. Ni wachache walio located kwenye neema za kinabii. Yaani ukiona wewe, hata nikikuuliza umekujaje hapa, unaweza usinieleze umekujaje. Hebu shike jana mwambie umekujaje, tikise hivi, mwambie asie niambie wewe umefikaje hapa. Anasemaje? Maana yake hiyo ni sehemu ya maombi yako. Mimi sijui rafiki uliombaje. Sijui ulitesekaje, uligalagala vipi mpaka Mungu akafungua fursa upo kwenye kanisa hili. Sijui. Ila ninachojua Mungu amekuleta hapa ni kufanya kidogo tu uingie kwenye baraka zako. This is your opportunity. Alaka paradadus. Hii ni fursa ya baraka zako. Hii ni fursa kuinuka kwako. Mimi nakwambia, ninakuhakikishia mahali ulipo Mungu amekuleta kwa ajili ya kuinuka. Mungu amekuleta kwa ajili ya kuinuliwa. Mungu amekuleta kwa ajili ya baraka zako. Sema amen. Kuna vitu unatakiwa uelewe. Mungu amewaleta watu kwenye baraka zao. Mungu amewaleta watu kwenye baraka zao. Mungu anapotaka kumbariki Ibrahim, anamwambia mchukue mwanao nenda umtoe sadaka. Toka hapo nenda hivi. Anaenda Ibrahim, anaenda kumtoa mwanae sadaka. Kuna mahali alimpeleka pale. Baada ya kumpeleka akamwambia sio mwanao tena, ni kondoo. Baada ya kutoa kondoo pale kwisha. Amen. Kuna position tu Mungu anakupeleka ili wewe ubarikiwe. Amen. Kuna mahali Mungu anakupeleka ili ufanikiwe tu. Amen. Sasa wewe shosi hujui hapo ulipo ni kwa ajili ya mafanikio yako, unasinzia. Unalala. Wakati wa kuomba uombi. Wakati wa kupiga makofi upigi makofi. Wakati wa kushangilia upo uelewi. Nikwambie kitu kimoja. Ukifika mahali ambapo unasikia shuhuda, watu wanashuhudia, be crazy. Amen. Yaani usimwangalie mwenzako wa kushoto wala wa kulia. Look at your life. Amen. Yaangalie your own life. Angalia maisha yako wewe mwenyewe. Amen. Kwa sababu hapo ndiko panasababisha neema yako. Amen. Mungu atasababisha vitu according to your desire. Amen. Desire yako, shauku yako au matamanio yako ndicho kiwango na kipimo sahihi cha majibu yako. Amen. Mungu hawezi kufanya zaidi. Mungu fanya zaidi ya maombi yangu. Okay, mimi naweza kufanya zaidi lakini according to your shauku. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Impress yourself. Amen. Ebu jinanili wewe mwenyewe. Yaani sio mpaka uambiwe hapo sema amen. Yaani hapo sio mpaka uambiwe piga makofi hapo. Yaani mtu ambaye mwenye shauku anaonyesha nje. Sema amen. Anaonyesha nje yeye mwenyewe kwamba kuna kitu nakitaka. Kuna kitu nakitaka. Anaonyesha ni kama mtoto anavyotafuta maziwa. Yaani wakati anapotaka kunywa maziwa. Amen. Hii ni hali ambayo inaweza kukufanya wewe ukapokea. Amen. Mimi nakwambia wewe ambaye uko kwenye kanisa la kinabii, Mungu amekusogeza karibu na wewe umsikie. Mungu amekusogeza karibu ili ufanye nini? Umsikie. Nini anataka? Sasa yale ambayo Mungu anaongea na wewe sijajua kama unayashika. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hivyo mnatakiwa kuvielewa. Tatizo lako limebeba utukufu. Amen. Mungu anahitaji ushukuru kwenye majibu, kwenye maombi yako na sio kuomba. Amen.
Amen. Kwa sababu kwenye hayo maombi aliyokuwa, hizo prayer point alizokupa, unajua ni nini? Hizo prayer point ambazo Mungu amekupa zinatafuta utukufu wake. Amen. 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 Zinatafuta nini? Zinatafuta utukufu wake. Bless you sana. Mungu anatafuta utukufu kwenye prayer point. Ndio maana anakupa shauku ya vitu vikubwa. Amen. Amen. Na hivi anataka uvitaje kwa shetani. Lakini wewe unamsifia sana shetani kuliko Mungu. Yaani unapomtaja shetani kwenye matatizo yako, Mungu anatajwa kidogo sana kwenye matatizo yako. Mtaje Mungu kwenye matatizo yako. God, I know you are me. You are bigger than this problem. Wewe ni mkubwa zaidi ya tatizo nilonalo. Wewe ni mkubwa kuliko haya ninayoyapitia. Sema amen. Amen. Hiyo itasababisha tatizo liwe dogo. Amen. Hivi unapoingia mkono wa kulia, sio kuna kitasa usiku. Mkono wa kulia. Haya, mwingine wewe mkono wa kushoto unapoingia ndo kuna kitasa cha kuwasha taa. Hivi ukifungua mlango nini unaona? Giza. Ukikimbia kuwasha, ukiogopa kuwasha kitasa, lile giza litaondoka? Je, ukilikimbia giza ndo utakuwa umetoka gizani? Umeenda nuruni? Amen. So you have to place your button. Place your switch. Place. Amen. Sema amen. Amen. Mwambie yako place. Amen. Place it. Bless it. Utakapo place, yani utakapogusa tu kidogo tayari nuru itaonekana. Amen. Tatizo sio la kulikimbia, wewe liende kule. Amen. Ndio maana Biblia imeandika usichukue nini? Yes, usichukue taa ukaiweka chini ya uvungu wa kitanda. Ichukue iweke kwenye kinara. Amen. Amen. Ili iangaze kila kona. Amen. Amen. Kuna watu wewe kwenye tatizo lako utaki kumtaja Mungu. Yaani huwezi kumtaja Mungu. Kuna mahali ukienda watu hawajui hata kama umeokoka, hawajui. Kwa sababu hata namna unavyoongea unaongea kisela. Wakuone na wewe mwana, Au wakuone wewe sister du sana, yani una lugha fulani hivi. Hutaki kumuonyesha Mungu. Yaani kuna mtu ana matatizo chungu mzima, lakini akienda kwa wenzake sio kwamba anamuonyesha, anataka kujiproud amuonyeshe kwamba Mungu anaweza. Ila anaonyesha kwamba mimi siko kwenye matatizo hiyo, yani vitu vyake ni super. Yani badala ya kusema vitu vyako ni super, mwambie Mungu ni super. Mimi nikwambie kitu, Mungu akichukua sifa kwenye tatizo lako linanyong'onyea, linakosa nguvu. Amen. Kwa sababu nguvu ya tatizo ipo kwenye kinywa chako. The Bible says, uwezo wa mauti na uzima huu katika unanungunika sana. Mimi hadi lini jamaa? Yaani mimi. Yaani ukikuta unaanza kulizungumzia tatizo lako nusu saa. Yaani mimi nikwambie, mimi najua. Kuna mtu unampigia tu kwa ajili ya kumwambia matatizo tu. Kwamba yani labda niongee na huyu nitafarijika. Sasa baadaye utake faraja, ni unaongea matatizo, mmekaa karibia nusu saa unaongea. Yaani hivi unajua nayopitia, unamuelezea kihisia yanavyouma. Hivi si unanielewa? Unamwambia kabisa, hivi unanielewa nayopitia wewe? Hivi just imagine ukashika simu yako kaza ukawa unamtaja Mungu kwenye matatizo yako. Mkao mnasimulia tu kuhusiana na muamini Mungu nitatoka. Lakini ukianza kuongea Amen. Amen. Kuna wanangu fulani huwa wananichatisha. Akishatuma message anamwambia Mungu atakusaidia. Hivi unaamini kwamba Mungu anakusaidia? Amina. Akishasema amina, analishusha lingine. Ligazeti lingine. Sasa hicho cha juu nicho kwambia Mungu atakusaidia hujakielewa au
Yaani hajaelewa, imani imeondoka. Sema amen. Amen. Kuna wakati tunatakiwa tuonyeshe imani, tuonyeshe utendaji kazi wa Mungu kwenye matatizo, ili Mungu afanye nini? Adhilike. Hebu kaa chini, anza kuzungumzia kuhusiana na matatizo Mungu aliyowahi kuyasolve kwenye maisha kwako. Amen. Uone nguvu inavyoanza kupanda ndani yako. Amen. Utaanza kuona nguvu inaanza kufanya nini? Amen. Inaanza kupanda ndani yako. Amen. Taratibu. Amen. Kwa sababu tatizo linakuwa nguvu, linakuwa a grade ya kush. Can I go deeper? Kuna tatizo dogo la kati, la juu yake mpaka linapanda. Sasa litapandaji kufika hadi huko? Ni kwa sababu ili linapandishwa according to yanavyoelezewa haya. Kuna watu bado hawajanielewa. Nasema hivi, tatizo linaweza likawa leo liko hapa. Liko hapa, tatizo lako. Liko hapo limetulia. Linahitaji kufanya nini? Kuongezwa. Lakini kuna mwingine anahitaji kuliondoa. Tatizo lako kesho linakuwa hapa. Kesho kutwa linakuwa linapanda hadi juu. Ujue linapandaje? Hii tatizo linapandwa according to your kinywa chako, mdomo wako. Amen. 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 Nikwambie kitu. Na inawezekana hapo hujanielewa. Maumivu ili yawe maumivu, ili yaongeze. Usha kumwona mtu ana majonzi, alafu akianza kukuelezea majonzi ndio yanazidi, anaanza na kulia. Manake kwa kadri unavyozidi kulielezea lile tatizo, ndivyo kadri hiyo tatizo linavyozidi kuongezeka. Maana yake tatizo likipewa room, likipewa nafasi, linakuwa kubwa. Amen. Kuna watu wananielewa? Amen. Amen. Ebu tatizo linapokuja, tafuta nini? Alternative. Tafuta njia za kutokea. Amen. Uone ile tatizo linakosa nguvu, linashuka. Lakini litapata nguvu tatizo kwa kadri ambavyo linaelezewa, linaongezewa kwa watu. Yaani ukipata tatizo unashindwa kukaa mwenyewe ukanyamaza. Lazima rafiki zako wote wajue. Hii kitu ndio linazidi kuwa kubwa. Nafsi moja ikijua tatizo, imepata connection ya nafsi chafu kutoka kule. Ushaona unamuelezea mtu tatizo, yeye ndo anachoka sasa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya tatizo langu haitaendelea kuwepo kwangu. Kwa jina la Yesu. Unapomwelezea mwenzako, yeye ndo anazidi kukuumiza sasa. Baada ya kukutia moyo na kuumiza sasa. Manake adui pia anatafuta njia nyingine kwa watu. Shot fire. Sema adui. Kwa jina la Yesu. Umekosa njia. Na hautapata njia kwangu. Kwa jina la Yesu. Tatizo linakuwa kubwa kwa kadri, linapanda viwango kwa kadri ambavyo linaelezewa. Kwa kadri ambavyo linazunguka kwenye akili yako, kwenye moyo wako. Linavyozunguka ndivyo linavyozidi kupanda kutoka kwenye kiwango kidogo hadi kiwango kingine. Kwa hiyo ndani ya tatizo, ili tatizo likose nguvu, linahitaji nini? Linahitaji utukufu. Amen. Utukufu unatafutwa kwa njia za kiungu, kwa shuhuda, kwa yale matendo ya Mungu ambayo Mungu ameyafanya. Ameyafanya kwenye maisha yako, aliyafanya kwa wengine. Amen. Tafuta hizo namna, utaona nguvu ya tatizo la kwako linakuwa dogo. Amen. Shukrani, ndio maana Biblia imeandikwa mshukuruni Mungu wa kila jambo. Maana yake ni tendo gani? Nini maana yake kumshukuru Mungu wa kila jambo? Kumshukuru Mungu wa kila jambo maana yake kumruhusu Mungu kwenye kila jambo. Amen. Amen. Shukrani ni uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Amen. Shukrani ni kiti cha Mungu kwenye tatizo lako. Amen. Kwa utakapomshukuru Mungu, anamwambia Mungu asante, nimeangalia this week, jana sijuzi nimeangalia clip moja ya Wema Sepetu. Nikafurahi sana.
nikaangalia na Pastor Ezekiel, evangelist Ezekiel. Wema Sepetu alikuwa analalamika bana, anasema mimi, akawa hakuwa namsema Mungu vibaya, ila alikuwa analielezea tatizo lake kama ni lake, ila alisema Mungu ana sababu kwenye hili. Lakini nikamwona yule mtumishi anamwombea maombi, Mungu amshangaze. The moment unapomruhusu Mungu kwenye tatizo lako, tatizo haliwi tatizo tena. Yaani hata kama inauma, hata kama linaumiza, we mruhusu Mungu muumie wote. Amen. Amen. Yaani Mungu aje kwenye tatizo lako, mkae hapo wote. Amen. Sema God, let us be together now. Uone kama ni furaha. Mungu hawezi kuruhusu shetani yuko hapo na yeye yuko hapo. Amen. Hawezi kuruhusu. Giza ikawepo hapo na nuru ikawepo, hawezi kuruhusu. Kwa katika vyote lazima Mungu akiwepo kwenye tatizo lako, tatizo haliwi na nguvu. Tatizo, mwanangu, wewe umemkimbia Mungu wakati wa tatizo, umejaribu kutumia akili zako utoboi. Wewe jitahidi sana wakati wa machozi yako, lia madhabahuni, mwambie God you are good. Wewe Mungu ni mwema. Amen. Mungu wewe ni mzuri. Amen. Lia hapo, tuone sasa Mungu akukimbie. God will never forsake you. He will never leave you. Amesema hawezi kukuacha. Kwa hiyo watu wengi huwa wakati wa matatizo we forget about God. Tumesahau kwamba Mungu anaweza kutuinua. Uje, mimi mwanadamu ni mtu wa ajabu sana. Mwanadamu anaweza akatendewa leo, lakini baada ya wiki kasahau vyote. Jana nilikuwa nafikiria, nikasema I've daughters and sons ambao walikuwa karibu sana na mimi. Nikawabariki, nikawakuza kiroho, nikawafundisha kwa upendo. Then now hawapo na tunaweza tukakutana hata barabarani wakanipita tu shwa. Prophet, habari bana. Ambia salama bana, salama. Kaenda. Wala akakupita kabisa. Ni watu ambao mnawalea, unawatekea, unawatunza vizuri, unaambia, unawasaidia spiritual na kimwili. Na wanaweza wakafanyiwa jambo kubwa, walikuwa katika hali ya kufa, wakatoka kwenye mauti. Lakini umesahau. Yaani wape muda tu utaelewa. Yaani wape muda. Ndio maana mimi nawashaurigi, wanadamu ni watu wa ajabu sana. Yaani wewe ni mtu wa nini? Sema mimi ni mtu wa ajabu. Mimi ni mtu wa ajabu. Hata huyo ambaye uko naye kwenye mahusiano, usipagawe. Sawa? Mpe muda. Amen. Usije ukajiachia. Unaelewa? Usije ukafanya nini? Ukajiachia. Utakapojiachia litakushuka dada. Itafika kipindi unasema, mbona mwanzo alikuwa ananionyesha upendo? Mbona mimi nilimjali hivi mwanzo? Mbona nilikuwa naye, yani ukikutana na watu kama wanavyokuelezea, prophet hakuonyesha hata chembe ya usaliti, hakuonyesha. Hata chembe haikuonekana ya usaliti. Lakini sasa hivi ni mbwa. Ni mbwa prophet. Haleluya. Mwanadamu mpe muda. Sema amen. Amen. Usiruhusu moyo wako ukabebwa na mtu. Ubebe wewe mwenyewe na Mungu. Amen. Sema amen. Usiruhusu moyo wako ukabebwa na matatizo. Beba moyo wako mwenyewe na Mungu. Amen. Yaani wewe moyo wako umejaza kila kitu, unajaza tu. Unajaza. Na inafika hatua ya hatari kabisa hadi unampa moyo wako mtu. Nimekupa you die. Adui anawinda moyo wako mwanangu. Unatakiwa ushtuke.
Wanadamu sasa wewe, mimi nakufundisha usisahau anayoyatenda Mungu. Ukiona unasahau, yaandike. Andika kwenye diary. Ikifika wakati wa matatizo, kumbuka shuhuda, anza kuzisoma. God, si ni wewe ulifanya? Si ni wewe? Ongea na Mungu kama rafiki yako. Amen. Mwambie wewe ndio ulifanya hapa. Okay. Mungu sio hapa, unafunua. Ndio wewe uliyefanya hapa. So hili haliwezi kunizidi. Amen. Hili haliwezi kukuzidi. Wewe ni mkuu kuliko hili. Tatizo huwa tunasahau. Hebu kumbuka. Sometimes jirekodi hata na nanili ili ukumbuke kwamba God I thank you. Fanya kama una tatizo, unajisnap unamtumia mtu. Sema amen. Jisnap afu itunza kwa ajili ya Mungu. Amen. Si hapa mnashukuru si tutatunza shuhuda zetu, baadaye tutakuja tutaziachilia zikiwa nzuri. Na mimi sio mtu wa kuposti kila kitu. Ndio maana amuoni kuna video watu post. Bwana asifiwe. Jirekodi, mwambie Mungu nakushukuru sana. Siku ya leo ni siku nzuri kwangu. Ongea pale kwa hisia zako zote. Amen. Itunze ile video. Siku umepata maumivu, ifungue video. Angalia ile video. I am teaching code. Amen. Hiyo code. Iangalie video, utaanza kucheka. Amen. Ukimkumbuka Mungu aliyefanya kipindi kile, sio wakati wa kulia tena, utaanza kucheka. Amen. Ni swala la kukumbuka wema wa Mungu aliyokufanyia. Ni swala tu la kukumbuka mazuri ya Mungu aliyokufanyia. Ukiyakumbuka yale yaliyopita hata ya sasa, utaamini. Lakini tatizo letu tunasahau yale Mungu ambayo anayafanya kwenye maisha kwetu. Sema Mungu, nifundishe kukumbuka. Sema nifundishe kukumbuka. Wema wako ulionitendea, uzuri wako uliofanya kwenye maisha ya kwangu. Hata sasa wewe ni mwema. Hata sasa wewe ni mwema. Umenisaidia. Umenisaidia kwenye mengi. Umenivusha kwenye mengi. Yaliyokuwa magumu uliyafanya kuwa mepesi. Ninajua hata haya nilionayo sio makubwa kwako. Wewe ni mkubwa kuliko matatizo yangu. Sema wewe ni mkubwa kuliko majanga yangu. Kwa jina la Yesu, nisaidie Bwana. Nikumbuke wema wako. Nikumbuke uzuri wako. Nikumbuke mapenzi yako ulionipenda kabla. Nijue hata sasa unanipenda. Kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Hebu omba kwa dakika moja, mwambie Mungu nikumbuke, nifanye kukumbuka uzuri wako. Pray for 1 minute. Pray. Pray, clap hands and pray. Mwambie Mungu nikumbuke. Piga makofi yako uombe. Piga makofi yako uombe. Mwambie Mungu nisaidie kukumbuka. Nisaidie kukumbuka uzuri wako kwenye matatizo yangu. Nisaidie kukumbuka yale mema uliyoyatenda kwenye matatizo yangu. Mungu nisaidie. Yesu nisaidie. Shadia kopara mahande. Kuza azia adulhate. Le karabahazu. Mendro kasuja. Ile baramando. Mwambie Bwana nisaidie kukumbuka. Mwambie Bwana nisaidie kukumbuka. Nisikusahau wewe. Nitakapofanikiwa nisisahau. Pray seriously. Yaani kuna watu wanaongea na Mungu kama pray. Jelamandes. In Jesus' name.
Mwambie Yesu, nisaidie kukumbuka. Yesu, nisaidie kukumbuka Yale uliyoyafanya kwangu. yale uliyofanya kwangu. Nisikusahau. 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 Wanadamu ni watu wa ajabu. Unaweza nguvu ikashuka akanena kwa lugha hapa, kesho amesahau kunena kwa lugha, hakumbuki hata kidogo. Ni kwa sababu gani? Hakulikumbuka lile tendo na kulithamini. Angelikumbuka angelifanya mara kwa mara. Utendaji kazi wa Mungu utakapoukumbuka, sema amen. Amen. Utendaji kazi wa Mungu utakapoukumbuka utadumu kwenye maisha kwako. Amen. Ukikumbuka matendo ya Mungu, yani mfano, ukiwa mtumishi wa Mungu apostle, kumbuka namna ambavyo Mungu anafanya. Amen. Ukiwa unafanya healing, Amen. ukiwa unafanya deliverance, yakumbuke yale matendo, yatakupa hakika, yatakupa kujiamini au imani ya kuja kufanya kwa watu wengine. Amen. Amen. Ukisahau kama mbona Mungu ndio maana ninasema kuna watoto wangu nimeombea walikuwa na ukimwi wakapona, alafu hawaji kanisani. Unamkumbuka Mungu yeye aliyekuponya. Amen. Amen. Tunamwabudu. Amen. Yeye aliyekusaidia kwenye ajali. Ukasema nikitoka hapa Mungu mimi nitakuwa nashinda kanisani. Wewe mpe muda huyo mtu, humuoni. Kuna watu wanakuwa prophet, yani mimi ukiombea ili likijibiwa, sio nitafanya nini? Muogope mtu huyo. Muogope. Hafanyi kitu. Niamini mimi. Hafanyi kitu. Mtu kuna kitu anamwahidi Mungu kinifanyia mimi nitahudhuria ibada zote. Ila sasa akikosa ibada sababu wanazokupa, paka utaamini kwamba yani amekosa muda kabisa. Mwambie Mungu nisaidie kukumbuka. Mungu nisaidie kukumbuka. Hebu fungua kitabu cha Marko 6:41. Nataka nimalizie hapo. Shukrani inaleta majibu. Yani penye shukrani pana majibu. Sema amen. Amen. Penye shukrani pana nini? Pana majibu. We mshukuru Mungu pale ambapo umepata chansi ya kumshukuru Mungu. Unapoingia kuomba ukijua kabisa, ujue hatuombi kitu ambacho hatuna hakika nacho. Hivi kuna mtu anaomba kitu ambacho hana hakika? Ukiona una hakika, manake mshukuru Mungu kwa sababu hicho kitu amekupa. Sema amen. Amen. Utakapokuwa unatumia mbinu ya shukrani mara kwa mara, nini ambacho kitatokea kwenye ulimwengu wa roho? Mungu atakuwa anadhihirisha Amen. vile vitu ambavyo viko rohoni vinadhihirishwa mwilini. Maana yake kwa lugha nyingine, shukrani ni mlango wa rohoni unaodhihirisha yale ya mwilini. Amen. Kwa sababu tutasema asante kwa sababu vimekuwa mwilini, lakini tulishindwa kusema asante vilivyokuwa rohoni. So ukitumia asante, sio watu wananielewa? Ukitumia asante rohoni, vinavyoonekana rohoni vinakuja mwilini. Utakaposema asante kwa sababu ya kile unachokiomba, maana yake utakilazimisha kile unachokiomba kiwe kweli. Asante yenye maana, ile asante yenye kumaanisha ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a power in the thanksgiving. Kwenye thanksgiving, kwenye shukrani kuna nguvu kubwa. Ndio maana ukitaka huyo mtu aje akupe kitu kingine tena kama alichokupa leo, mshukuru. Amen. Ajue kabisa umemshukuru. Amen. Atatengeneza uhusiano na wewe. Shukrani ni njia inayotengeneza. Mshukuruni Mungu wa kila jambo. Hebu nisome hapo. Aha. Imeandikwaje? Akaitwaa ile mikate mitano. Akaitwaa ile mikate mitano. Wangapi wanakumbuka muujiza huu? Aha. Na wale samaki wawili. Na wale samaki wawili. Akatazama mbinguni. Akatazama wapi? Mbinguni. Yaani itafika wakati ambapo wewe huna chakula nyumbani. Wewe mshukuru Mungu tu. Mwambie Mungu asante kwa sababu jana nilikula. Na aliyenisaidia kula jana ni wewe. Kwa hata leo sina shaka kwa sababu aliyenisaidia atanisaidia leo. Amen. Tatizo huwa tunamsahau Mungu kwenye matatizo. Aha.
akashukuru, akaimega ile mikate. Akafanyaje? Akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Ndio. Na wale samaki wawili akawagawia wote. Hivi mnaelewa? Samaki wawili na mikate ikawalisha watu 5,000. Na hao tu ni wale wajuujuu waliohesabiwa wanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alifanyaje? Hebu soma hapo. Alifanyaje mwanzo? Soma hiyo 41. Akaitwaa ile mikate mitano. Akafanyaje? Na samaki? Na samaki wawili. Akatazama mbinguni. Akatazama mbinguni akafanyaje? Tuwepo wote hapa jamaa. Akashukuru. Akafanyaje? Akashukuru. Alisema, Mungu, unajua umenipa watu wote hawa, sasa mimi nitawalishaje? Hebu ona, sina hela. Ona Mungu, hatuna samaki hapa, hatuna mikate, tutawalisha nini? Aliangalia mbinguni akafanyaje? Akashukuru. Baada ya kushukuru nini kilitokea? Akaimega ile mikate akawapa wanafunzi. Nini kilitokea? Tumeangalia movie ya Yesu. Nini kilitokea? Walifanyaje? Wakasaza. Yaani walikula mpaka wakafanya nini? Wakasaza. Ni kwa sababu gani? Hakuomba maombi mengi, alisema tu Baba asante. Alitazama mbinguni akashukuru. Kuna wakati wewe ukiwa hauna kitu, tazama mbinguni, shukuru. Kuna wakati ukiwa kwenye machozi, tazama mbinguni, shukuru. Kuna wakati ukiwa na uhitaji, tazama mbinguni, shukuru. Wewe tu mshukuru Mungu. Ikifika wakati wa ugumu wako, tazama mbinguni, shukuru. Wakati umekuumiza, tazama mbinguni, shukuru. Wakati ambapo hauna njia ya kufanya, tazama mbinguni, shukuru. Mungu anaweza kufanya kwenye shukrani. Kwa sababu shukrani imeambatana na majibu. Amen. Amen. Sema Yesu. Yes. Ninakushukuru kwa kila jambo. Nitakushukuru kwa kila jambo. Sema kwa miguu yako. Shada kushka bade. Mera kadesh. Paranosia kadushka ade. Re paranoskida akush. Mentala guja barabahande. Rifle duja kabradi akushka bada. Penelejos krates uve. We thank you, Father. We give you thanks. We give thanks, Father. In all situations, we give you thanks. When it's good, we give thanks. When it's bad, Father, we give thanks. Kama umejibu, tutasema asante. Usipojibu, tutasema asante. Kwa sababu tunakuamini wewe ambaye unajibu. Katika kila majira tutasema asante. Yao ni majira ya huzuni, tutasema asante. Yao ni majira ya furaha, tutasema asante. Kwa sababu wewe hautofautishwi na majira. Ndiwe Mungu ambaye huo unatupa amani ndani ya mioyo. Tutakapokosa huzuni, tutasema asante. Ndiwe Mungu unayetupa ushindi. Wakati wa kushindwa, tutasema asante, kwa sababu haibadilishi kuwa wewe ulitupa ushindi. Wakati wa maumivu yetu, tutasema asante. Wakati wa kukosa amani, tutasema asante, kwa sababu ndio wewe tupae amani. Tutakushukuru kwa sababu Mungu, wewe unaishi katika vizazi vyote. Vizazi vilivyopita ulitutendea, tukasema asante. Hata kizazi hichi utatutendea, tutasema asante. Ninakushukuru Yesu kwa sababu ya maisha ya kwetu uliyotupa. Unapotupitisha kwenye moto, tunasema asante, kwa sababu unatuandaa kuwa vile vito vyenye thamani vinavyong'aa. Takapopita kwenye maumivu, tutasema asante, kwa sababu Mungu umeamua kutupitisha huko kwa ajili ya furaha zetu. Kuna wakati Bwana inakuwa ngumu, lakini tusaidie kukushukuru. Tusaidie kukushukuru kwenye kila hali. Tusaidie kukushukuru kwenye kila jambo. Tusaidie kukushukuru kwenye kila dhoruba. Tusaidie kukushukuru kwenye kila jambo. Wewe Mungu, tusaidie tukushukuru kwenye mahitaji yetu. Sisi tumekuwa wahitaji tu, ila tumekusahau kwenye shukrani.
Tunakushukuru Bwana kwenye matendo mema unayotutenda, hata yale ambayo tulipaswa kushukuru hatukushukuru. Uliyafanya mema, uliyafanya mengi, uliyafanya thamani, lakini hatukutambua thamani. Lakini kuna wakati ambapo tulikushukuru kwenye kiwango kisichofaa, sawa sawa na yale umetutendea. Tunarudi kwako kwa shukrani Bwana. Tumejua shukrani ni tendo la imani linayotupa hakika ya mambo yatarajiwayo. Tunasema asante kwa sababu ya yale yanayotarajiwa kwetu. Tunakushukuru Bwana. In the name of Jesus. Sema amen. Nataka uombe maombi haya. Maombi haya matatu. And this is formula of thanksgiving. Hii ni njia ya kushukuru. Mambo hayo matatu. Mshukuru Mungu kwa ajili yaliyopita. Mshukuru Mungu kwa ya sasa. Mshukuru Mungu kwa yajayo. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya mambo yaliyopita. Yale unayoyakumbuka yataje. Mwambie Mungu asante. Haya ya sasa yataje, hata kama ni mabaya. Mwambie Mungu asante kwa sababu mimi najua we Mungu wangu si wa haya mabaya. Ninakushukuru kwenye haya mabaya, niyaone mema yako kwenye mabaya haya. Sema amen. Mshukuru Mungu kwenye hali ngumu. Mwambie najua we Mungu sio wa hali hii. Nakushukuru wewe kwenye hii hali. Najua we sio wa hali hii. Utadhihirisha vitu. Mshukuru Mungu ajili ya yajayo. Yale ambayo ulitakiwa kumwambia Mungu, naomba unifanyie 1 2. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya 1 2. Sema amen. Hayo ndio maombi nataka uombe sasa hivi. Tumia asante. Utasababisha uwepo wa vile vitu vyote kuwepo. Sema amen. Amen. Matatizo, shetani hategemei shukrani kwenye matatizo. Unanielewa? Shetani hategemei sisi kumshukuru Mungu kwenye maumivu. Hebu mshangaze shetani kwamba unamshukuru Mungu kwenye maumivu yako. Kwa kuwa unaamini Mungu yuko na wewe, ndio maana maumivu hayajakumaliza. Kuna watu maumivu yamewamaliza, mateso yamewamaliza. Amen. Mwambie tu Mungu asante kwa sababu ya maumivu haya hayajanimaliza. Na kushukuru kwa sababu ya magumu japokuwa napitia yataje. Mungu naumia, nakosa usingizi usiku. Mungu nateseka na magonjwa. Lakini nakushukuru wewe Mungu umenipa kuhimili, nimeweza kuvuka, na mimi uko na mimi, asante. Ninakushukuru Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Kwa kwenye ulimwengu wa roho utakapokuwa unafanya hivi, utakuwa unakaribisha uwepo wa Mungu. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa sababu ya ndoa yangu inayokuja. Hata kama hujaolewa, hujaoa, mwambie Mungu asante kwa sababu ya watoto wazuri ulionipata. Kama una watoto, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa sababu ya biashara nzuri. Yale maono yako yote, anza kumshukuru Mungu kwenye yale maono. Je, uliwahi pata muda wa kumshukuru kwenye maono aliyokupa Mungu? Huu ni wakati mzuri wa kusema Mungu asante kwa sababu you give me, yani unaongea na mimi kunipa vitu vizuri ambavyo natakiwa kuviishi. Yani mfano, just imagine kwa dakika moja. Hebu yafikirie maisha yako ya mbele. Kwa dakika moja. Just imagine, tengeneza imagination ya maisha yako mazuri ya mbele. Unaona nini mbele? Ukiwa unaona mauti mbele, basi sio jambo la kumshukuru Mungu. Lakini ukiona unaona uzuri mbele, shukuru Mungu. Kwa sababu kuna watu hawaoni mbele mwanangu. Kuna watu wamefika mwisho, hawaoni kuendelea. Kuna watu wanaumia. Yani kitu wanachokiona mbele ni kitanzi kwenda kujinyonga. Wengine wanaona sumu mbele yao. Wengine wanaona mauti mbele yao. Lakini we hebu jaribu kufikiria unaona nini mbele. Ukifumba macho yako, nini unachokiona? Fumba macho dakika moja, alafu angalia mbele yako. Muone Bwana aliyeketishwa mbele yako. Ona ukuu, ona maisha mazuri, ona familia yako mbele. Nikwambie kitu, hivyo vitu unavyoviona sio mawazo. Kuna watu nawaambia lakini hawanielewi. Fumba macho yako, angalia mbele. Muone Mungu aliye mbele yako. Imagination zote zinazokuja hapo wala si mawazo. Ni vile vitu Mungu ameruhusu vipite kwenye mawazo yako, vikuonyeshe utendaji kazi wa Mungu ambao ataufanya mbele. Wow. Kuna watu wanaona vitu vizuri mno.
Kuna watu namuona yuko kwenye duka kubwa. Kuna mtu namuona yuko kwenye ofisi kubwa. Kuna mtu namuona yuko kwenye gari. Kuna mtu namuona yuko kwenye nyumba. Mwingine yuko harusini wakati huo. Mwingine yuko kwenye familia nzuri. Nikwambie kitu, Mungu akiwa amekupa upeo wa kuviona hivyo vitu vyote, wengine hawawezi kuviona. Niamini mimi, kuna wengine wanashindana hapo, walipofumba macho wanaona maisha magumu mbele, wanaona ugumu mbele. Wewe Mungu aliyekupa nafasi ya kuona vitu vizuri mbele, mshukuru kwa ajili ya hivyo. Chukua nafasi moja, chukua nafasi mbili, chukua nafasi yoyote ambayo Mungu amekupa, anza kumshukuru Mungu hapo. Mwambie Mungu asante juu ya vitu vitatu nimekuelekeza. Anza kufungua kinywa chako, mwambie Mungu asante. Anza kufungua kinywa chako, mwambie Mungu asante.